hapa kanisani mbele ya Mwenyezi Mungu ndio tunaanzia. Shupavu anaitwa Ndigo Njero Ndegwa, yani ya Black Bull. Alafu tuko na msichana hapa wenu mrembo hapa anaitwa Posibori. Wangapi anamkumbuka huyo? Kwa hivyo tukaona baada ya maombi tuwasalimie. Hata kuna bwana Ongera hapo. Kuna Mawadhe, nimemwona wapi Mawadhe? Siakaribia wengine, mjumbe wa Embakasi. Ako wapi wa Mawadhe? Okay. Hawaonekani kwa sababu nafichwa na hii gari ya kipaza sauti. Nakumbuka mwaka wa 23. Wangapi nakumbuka 2023? Wangapi nakumbuka? Tulipitia hapa na Raila tukifanya maandamano, tukisema maisha ni magumu, na nyinyi watu wa Gatina, watu wa Dagoretti North mukajitokeza kwa wingi. Siku hiyo tulipigwa vita hapa na polisi, karibu tuuawe, lakini hata mkatumua ile sumu, ile maji ya sumu, na polisi leo ni wazuri
naona wanatukaribisha vizuri. Tuwapigie polisi walio makofi. Leo hawana shida, lakini bado kuna shida. Nyinyi watu wa Kawangware na Dagoretti North, nataka maisha bado ni magumu ama amepungua? Wangapi wanasema maisha bado ni magumu? Kwa hivyo tumekuja kuambieni msife moyo. Hata mkisikia wenzetu wengine wamejiunga na serikali ya Zakayo, bado tutakata hiyo mti ya ushuru, ndio kila mwananchi apate kulipa ile ambayo anaweza. Siku hizi mwananchi wa Kenya, ikiwa ni mwalimu, ikiwa ni daktari, yeyote yule ambaye anapata mshahara ni kama anafanyia Ruto kazi, yote inaenda na ushuru. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo leo Jumapili alasiri tumekuja kuambieni bado upinzani upo. Hatutakubali Kenya iangamie. Tumesema Raila, tunamwombea Raila apate ile kiti Afrika, si ni kweli? Akipata hiyo kiti akae kule, ngoja Kalonzo tuwekane kifua na Ruto, tumalize mambo hayo. Wangapi mko tayari? Wangapi mko tayari? Lakini kwa sasa vile vijana waliuawa kiolela, tulipopigwa vita hapa 2023, 2024 vijana wa Kenya wakajitokeza, vijana Gen Z. Hata ile tulikuwa tumevamiwa na polisi karibu kushindwa, vijana wakafaulu, wengine wakauawa. Kumbukeni 2023 waliuawa vile vile, 2024 wakauawa. Lakini baada ya kumaliza kuwaua, bado wanachukuliwa wengine na gari ndogo za Subaru na kuwekwa ndani ya boot, hawajulikani wako wapi. Kenya hii ni nchi ya demokrasia na hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kukamata mwingine kinyume ya sheria. Hata wamepoteza fahamu, wanashika hata mgonjwa akienda kutibiwa Nairobi Hospital, hapa Kenyatta Hospital, anashikwa na askari 20. Wangapi wanasema tunalaani tabia aina hiyo? Kwa hivyo basi msife moyo vijana Gen Z. Mimi nimetangaza June 25, June 25, sema June 25. Vijana walishika hatamu ya kupindua siasa za Kenya forever. Walienda kule kwa bunge, wabunge wakatoroka moja kwa moja. Vijana wakaingia kule, wakaangalia wajumbe walikuwa wanaleta kuwaletea barua, wametorokea wapi. Kwa hivyo wajue, hata kama wakichukua wengine waweke kwa serikali, Ruto na wao watu wake wote ambao wameweka kwa serikali watapelekwa nyumbani na wananchi. Wangapi wako tayari kufanya hiyo? Kwa hivyo tumekuja leo tuambieni bado mapambano, bado mapambano mpaka Kenya iwe nchi huru, sio nchi inatawaliwa kimabavu. Hatuwezi kukubali nchi inayotawaliwa kimabavu. Kama hiki ni demokrasia, kila mtu atapata adabu yake. Jana, kesho mimi niko kwa mahakama, saa 4 niko mahakamani. Ninatarajia kukutana na Inspector General wa polisi, tumuulize wale vijana walishikwa Mlolongo, bado vijana 6 hawajulikani wako wapi. Tunataka vijana wakiwa hai ama wasipokuwa hai, wazazi wa Kenya wanataka kujua vijana wako wapi. Na kama Inspector General hatafika mahakamani kesho, yeye atahukumiwa na kuwekwa korokoroni mara moja. Hakuna mtu Kenya hii ako mbele ama juu ya sheria, sio hata Ruto yeye mwenyewe. Anaenda huko Western na kulialia tu na Kalonzo, analia Kalonzo tu, analia.
akitoka Kalonzo analia Gachagua. Sasa Gachagua ameenda nyumbani bado analia tu. Ruto usiku akiamka anaona Kalonzo, asipoona Kalonzo anaona Gachagua. Sasa mambo gani haya? Sasa hatuna ubaya, lakini tuko na shida na sera mbaya ambazo zinaleta umaskini Kenya. Vijana hawa wengi hawana kazi na hawawezi kupata kazi ikiwa ushuru wanaotosha Zakayo corporate tax. Hebu angalia Marekani, Trump amechukua mamlaka, ameteremsha kiwango cha kodi ambazo kampuni nyingi wanatoa kutoka 40% akarudisha 21%. Na yeye Ruto anapeleka juu kila mahali. Makampuni wanahamia Tanzania, wanaenda Uganda, vijana hawapati nafasi za kazi. Ngoja wakati ufike tuangushe Zakayo, tumuonyeshe vile nchi inavyoendeshwa. Sisi tuko na uzoefu, ama sivyo? Kumbukeni mimi nilikuwa makamu wa Kibaki. Wangapi wanakumbuka hiyo? Si Kibaki na Kalonzo na Raila tuliteremsha, tuliongoza Kenya vizuri. Lakini Raila ameenda. Sasa wacha Raila aende EU. Mimi niko tayari kuhakikisha Kenya hii inakombolewa. Huu ni mwaka wa ukombozi. Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao? Ngoja yule msichana asalimie wakili Njiru.